Tamwedia alata kwa Jomwa Diaspora Television na tuliite wega radio ni diite wega. Mimi nashukuru sana. Sasa tuko busy kidogo kwa Saturday ya leo. Ndimwelezea tutakuwa na wenyeji wetu kutoka huku diaspora nchi ya Ulaya ya Arabu. Sasa niko na rafiki yangu mmoja ametembea huku, ataingia kwa studio kwa muda wa dakika 30 ama 40 hivi, kwa vile Mungu atatujalia, ndio tujue mambo ya kutokana na mashida ya watu ya nyumbani, yale wanapotaka huku, ama inapitia kutoka kwa wenyeji, au ni hao saa ingine wanashindwa kuelewa kwa vile watafanya kazi, ama kuingia kukuta mambo imebadilika kidogo. Kwa hivyo niko na Miriam hapa, nataka amwelezee majina yake, na akimwelezea majina yake basi tutatoka hapo tuendelee na kujua hali ya Waarabu vile wako. Karibu sana Miriam, uelezee majina yako na alafu kutoka hapo tuendelee na kujua hali mko huko. Wakati yako Miriam. Asante sana, nimefurahia. Naitwa Miriam Mutindi kutoka Machakos County. Nimefurahia leo kuingia hapa to share experience za Gulf. Endelea tuna kule hali ya Goba iko mashika gani na mshika huko sana huko. Huku experience za Gulf, huku kuna tofauti za mashida. Hatuwezi sema Mwarabu ndiye anakuanga na shida peke yake, na hatuwezi sema Mkenya ndo wako na shida pia peke yake. Wote wawili huchangia kuwa na shida. First, ukiingia Gulf kuna rules. Kitu ya kwanza unapaswa kujua huku si kwenu, utumii zile rules za nchi yenu. So umeingia ugenini, lazima utumie zile rules za Gulf. Ukitumia rules za huku, life ya huku inakuanga tu sawa. Life ya Gulf inakuanga tu sawa juu first umefuatilia rules. Tukienda upande wa wasichana wenye hufanya kazi kwa nyumba, hao ndo sana sana tunasikianga mateso, wanapitia vitu zingine ngumu. First, hao wasichana kuna wenye hujiletea shida na kuna wenye shida hutokana na bosses wao Mwarabu. Tuseme kitu ya kwanza ukiingia huku. Nikuulize swali Miriam. Wakati mtu akitoka nyumbani shida moja inakuanga kutofuata rules. Kuna watu hawapendi kufuata rules. Kama tuseme mavazi, nguo za Kenya sio za huku. Vile unavaa Kenya, ukifika Gulf hupaswi kuvaa hivyo. So lazima ufuate rules. Kuna mtu atakataa tu, uko kwa nchi ya wenyewe, so lazima ufuate. Kuna mtu hujiletea shida na kukosa tu kudress vile tu watu wanataka. Kuna mtu hufikiria ukidress vile hao watu dress utachange sijui imani, utachange nini. So mnaanza kukosana tu kitu kidogo, kitu ya kutumia tu akili. So unapata hapo mwenye kuajiriwa ndiye ako na shida, si boss. Shida ingine kwa vile tunaonaga saa ingine watu wanateswa, kama wanalia huko, wanawekwa pamoja, sijui ni kama mko kwa kama Kenya, unajua huko kwa Arabu nchi ni mingi, sijui ni nchi gani ama taifa gani iko na mashida mingi tunaonaga inakubwa, sababu nasikianga saa ingine iko watu wazuri, iko wabaya. Hapo inakuwaje? Huku acha niseme Gulf ni kama tu Kenya. Kenya kuna watu wazuri na kuna watu wabaya. The same huku Gulf. Utapata kuna boss mzuri,
kuna mboss pia atakutesa. Then usema hivi, acha nirudi pale nyuma niseme siku yenye umeingia huku kuna ile contract yako ulisign. Hiyo contract hakikisha kuna wenye ukiingia boss huchukua hiyo contract, kuna wenye unyang'anywa. Lakini ukitumia akili ufiche hiyo contract yako, hiyo ni yako sio yake. So hiyo ukiweka huwa inakusaidia. Juu kitu ya kwanza kama amekufanyisha kazi nyingi kupita kiasi, unaweza complain ukitumia hiyo contract. Utamletea juu contract imeandikwa I think ni 12 rules. Kama si 12 ni 15 rules. Zimeandikwa hapo. So utaenda umsomee. Hiyo rules umwambie hiyo kazi yenye amekupea ni excess na upaswi kufanya hivyo. Hiyo itakutetea. Okay, Miriam. Haya, Swali kitu ingine. ingine ni Nikuulize swali ingine. Kwa muda wewe umekaa huko, shida gani umepata wewe mwenyewe, kama umeona utaweza dhuru mtu mwingine kama aelewi kubadilisha? shida mi nimepata. Shida yenye nishaipata huku ni shida ya ilikuwa time, yani unafanyishwa kazi kutoka asubuhi mpaka tuseme jioni, like saa 12 hivi, kutoka saa moja mpaka saa 12. Kupumzika ni ile wakati umekula tu lunch, but hiyo ilikuwa hiyo month ya kwanza, lakini haiku take long juu mi nilicomplain juu nilikuwa na contract yangu na nilikuwa najua kufuata rules. Nikawaambia siwezi fanya hivyo, beta mnirudishe kwa ofisi, hii siwezi fanya. So tukakaa chini, nikajua niko na masaa ya kuamka. Kama ni mimi kuamka, naamka 7:30. Kama ni kulala, nienda kulala 2:30, sipiti hapo. So mnahakikishana kila mtu ako na masaa yake. Pia wewe usipende kufuatiliwa, unajua kuna. Kwa hivyo ni kusema mkikaa chini na hiyo mtu anaelewa kwa ile contract mmeshaini, anakubalia na mkaendelea kufanya kazi sawa sawa. Na kwa nini hawa wengine nasikiaga hawakubali, wanapatia watu wengi na nasiri tu kutaka wewe kuendelea na hiyo kazi? Hao ndio pengine udhuru watu wetu. Kitu ya kwanza ni Mwarabu akiona unajua rules, unajua rights, si rules, unajua rights zako, anakuongopanga. Juu usimwongope eti utamwambia amekupea kazi mingi, ni wewe unachoka, si yeye anachoka, ni wewe unachoka. So lazima ujivalishe ule ukuwe mjasiri, uende tu umwambie hii kazi siwezi fanya juu chenye nilisign si hii kitu nanipea. So ukiwa mjasiri, tuseme watu wengine uteseka huku juu ya uoga na kutokataa kuongea, that is. Ndio maana watu wengine hupitia mateso. Na Mwarabu akijua wewe ni muoga, atakutesa. Atakutesa aje? Anaweza kukunyima chakula juu uongei, akikosa kukupea chakula uongei, ama ucomplain kwa ofisi. Halafu kuna hii tabia ya mtu, kama umekatazwa chakula, unakuja kucomplain like kwa group. Hujaambia yule agent wako, hujaambia ofisi, unakuja kucomplain. Unajua kama mimi ukija kucomplain kwa group, tuko watu wengi na tuko na akili tofauti tofauti. Kuna mtu atakwambia enda uibe, kuna mtu atakwambia kitu ingine, then utaiba, huku kuna CCTV utashikwa. Niko na swali ingine, nasikia turudi nyuma kidogo, nasikia kama mko na group. Hii group mnakaa pamoja wakati gani? Wakati ama mnapewa nyumba mnakaa pamoja, ama hii group inakuwaje? Hii ya kuongea ama ni watu mkuu wa barabara? Sio group. Hiyo group iko kwa WhatsApp, zingine ziko FB. Ni group tu mnapatana tu kwa internet, hizo za online huko WhatsApp, si eti place mnakaa pamoja. Huku ni ukiingia huku ni mahali uko peke yako, hauna mtu mwingine, labda upate hiyo nyumba mko watu wawili ama watatu, but ukijipata tu peke yako, unakaa peke yako, unatafuta tu wenzako through online. Hizo groups zimeformiwa, unapata mnaweza ongea, mtu akiwa na shida anaweza waambia, lakini kitu yenye iko ni tuko wengi, so tutakupea advice zenye ziko different. Ni wewe mwenyewe ufikirie hizi vitu nimeambiwa ni gani nitatumia.
wewe mwenyewe unajua nyumba yenye unakaa au watu wanakuwa aje. Juu mimi naweza kupea advice na hao watu wenye nakaa na wao hawakai hao wako. Maybe hao wako ni wakali sana, wangu si wakali sana. So unapata nitakupoteza. Ukifuata advice zangu maybe nitakupoteza. Unapata watu wengine wanakuja wanateswa juu nikikwambia like mi naamka saa 1 nalala saa 2. Wewe unajua rules za hiyo nyumba yenye uko sio hii. Yeah. So we ukilala kama mimi mtakosana tu. Endelea, tuko So hapa hatuwezi kuwa the same. vile mambo naendelea. Sababu saa ingine tunaonaga shida mingi kwa watu wetu huku, tunaona wanasumbuka sana, wanang'ang'ana, tukashindwa kitu gani naendelea huku, hii watu wetu wanapotea ama ni nini? Siwezi sema eti kuna watu hawateswi, wako wenye unasikiza story yao unapata huyo mtu anateswa. Kuna watu huteswa, unapata huyo mtu ana chance like ya kutoroka ama kuhepa, ama sometimes pia wana complain kwa ofisi na inakataa kuwasaidia. Sometimes una complain kwa agent anakosa kukusaidia. Watu wengine huteseka huku juu ya agent mwenye ako pale Kenya. Ushatoka Kenya, huyo agent ni kama amekusahau. Akushughulikii, wewe unamwambia tu, anakwambia vumilia, ajui chenye unapitia. Hiyo ni kitu ingine wanapaswa kumaliza. Reason watu wengi huku huteseka na wengine wanakufa ni agent, ukimwambia shida yako anakwambia tu vumilia. Ujui unapitia nini, kwa nini Nikuulize anakwambia swali lingine hapo, uvumilie. nasikia turudi nyuma kidogo. Kwa hivyo hii Sawa. maajenti yetu ya kutoka Kenya saa ingine wanafanya watu wetu wateseke kwa kukosa kuwasaidia. Kabisa. Agent wanakuanga na hiyo kuignore. Wao wanaignore. Next tu anakuignore tu, anaangalia. Maswali ingine. Anakataa kukujibu. Na kwa vile sasa mna advise ama mnawaelezea ile watu wapya wanataka kuingia kwa GAF kama wa maagent. Maagent hawa hamna na wazuri, mnaelewa ama mnawajua, mnaweza kuwasaidia wale wenye kuingia ama inaendaje huko? Unajua sisi tunasagaa sana saa ile tunaona namna hiyo. Yeah, mimi tuseme kama mimi mwenyewe tuseme kama ofisi yenye nimetoka, agent wangu mi sijaimwambia kitu eti akakosa kunijibu ama akani blue tick. So mimi sahii msichana akiniuliza agent, kumpea agent wangu sisikiangi ikiwa ngumu. Juu najuanga ni mzuri na yeye utake watu care, hata uende ukae huku kiaje, ukimtext ama umcall atakujibu. Na anakwambianga tu atacall ofisi ama atatafuta solution. Na hezi kaa bila kukufuatilia ndo ajue unaendelea aje. Mi huona tu hapo kwake ni sawa. Mi huongelelea agent through groups. Groups zingine wanaleta agent wao, huyu agent sijui huyu msichana alikuja na ofisi gani, agent wake amsikizi sijui nini. Mnachukua hiyo namba, mna try like ni kama mnatishia huyo agent atekea huyo msichana, but unapata hata umwambie aje akusikizi. So kuna wale wabaya na kuna wale wazuri, sio agent wote wabaya. Na kwa vile sasa mnasaidiana hapo, sababu tunaona mnajaribu kusaidiana, lakini serikali yetu tunaona kama kabla iingilie mnakuwa na mashida mingi zaidi. Hapo inakuwaje? Sababu tunaonaga saa ingine hata tukashindwa, serikali inamsaidia huko, kama tuko na Kenya's Embassy anamsaidia. Sasa mi siwezi ongelelea mambo ya Kenya Embassy juu sijui anything about Kenya Embassy. Okay. Sijaienda kuuliza anything about Kenya Embassy, so nikiongea story yao nitakuwa nadanganya. Okay. Kwa hivyo sasa tukirudi kwa vile muingia huko ama kwa kila kazi tuseme sasa, kama unajua kwa hiyo group mnafanya group ya watu wote, si ndio? Wenye wa nyumba ama wenye kazi nyingine, si ndio? Sababu mko wa Kenya. Sana hiyo group wengine tunafanya, kuna group zingine tuko tu wasichana wenye wanafanya kazi kwa nyumba. Kuna groups zingine tumechanganyikana, watu wengine wanafanya kazi kwa
companies wengine kwa nyumba. That is tumechanganyikana. Ehe. Kwa vile tunataka Eh, tuwe tukiendelea na hii mashida kujua ni nini na ama ni ile. Ushawahi kuongea na mmoja wako nje, mnaona shida yake ama kampatia shida, mkaona shida ni ya kutoka kwa mwenye kazi ama ni kazi ni kwa yeye mwenyewe? Ama najua hamwezi kosa makosa saa ingine, saa kwa vile mnaongea mkiwa kwa group, hamlaumu hata mmoja eh, wenu? ndo maana nimekuambia huku huwezi laumu Mkenya na huku huwezi laumu Mwarabu. Oh, correct. Sometimes both tukiwa wawili huwa tunachangia. Juu kama amekuambia example, tuseme watu wa nyumba, kama unajua tu rule yako ni asikuone karibu ukiongea na mwanaume wake, that is bwanake, na wewe juu ni kichwa ngumu unataka kumuongelesha, si ni yeye boss. So unapata mama vile atakufikiria si venye we unafikiria eti ataona tu nimeongea na yeye. Yeye atafikiria vitu zake na anaweza kufanyia kitu chochote. So hapo ni wewe umejiletea shida. That is ndo nilisema ujue chenye kimekuleta huku. Kama ni kazi, fanya kazi. That is it. Nikuulize swali lingine, turudi nyuma kidogo hapo. Nimesikia sababu mashida ingine nasikiaga na itapita huku tukashindwa ni nini. Kwa hivyo watu wetu tuseme kwa mfano sana sana wanawake ama mabibi, sababu unajua mnaenda tofauti, hata wengine wanabaki na wanawaza watoto na baba yao kule. Iko shida inaingia kwa juu ya kutamani mabwana ya hawa watu kufanyia kazi, ama iko namna gani? Nasikia kama umesema kitu imeteresa kidogo, na hiyo kitu inaweza saa ingine umisha, sababu hata hapa ukiandika mfanyi wako akusaidia So nyumba. unajua Endelea. unajua kitu yenye iko ni ukitoka kwenu, that is ukitoka Kenya, unajua kazi yenye unaenda kufanya. Unaenda kukaa huko unasikia hakuna sex. So kama huko unasikia hakuna sex na umesikia jitenganishe na mwanaume wa yoyote, hata akuwe kijana, hata akuwe mwanaume mgani, hata akuwe bwanake, hakuna sex huko, unajua tu utakufa. So mi sometimes husema wasichana wengine ndio hujitafutia kifo, kwa sababu kama umesikia hakuna kujihusisha kimapenzi na mvulana wa hiyo nyumba ama mwanaume wa huko, utauliwa. Na wewe mwenyewe na ujinga na juu ya kutovumilia, kitu ya kwanza mwili ni kucontrol, ni vile tu umejiweka, na kitu yenye iko kwa akili ni umeenda kufanya kazi, ujaenda kujiuza ama ujaenda kulala na mtu yeyote. Enda ufanye chenye kimekupeleka. So wengine hukufa juu ya kupitia hizo vitu za kutamani mabwana za wenyewe na kutamani wavulana wa hiyo nyumba. Kwa hivyo nimekuelewa vizuri sasa hapo kidogo. Kwa hivyo hii mashida tunaonaga inaingia kwa wanawake wetu saa ingine ni kutamani, wakakosa kuna kujiamini kufanya kazi yao, na kujiamini wametoka nyumbani na wameenda nchi iko na sheria yao na iko kama kitu wameweka kwa roho yao kwa ndani kabisa, ukichezea watakuua, si ndio? Mtu akitoka Kenya lazima ajue mi naenda wapi, naenda kufanya kazi, sitaki. Then hata wasichana wenyewe pia, hao wanaume wenyewe wanakuanga na tabia ingine ukiwazoea. Ndio maana nimekuambia mtu akuwe serious na chenye alikuja kufanya huku, si ukuja kuwaonyesha meno. So ukiwaonyesha meno utakuwa tu una attract. So huyo mtu vile atakusoma ndo atakutumia. Utaona huyu mwanaume anaanza kukufuatafuata, anaanza kukupea tu vitu juu, lakini wewe ujiheshimu, unataka kuchukua juu uko na ile tamaa. So lazima usikuwe na ile tamaa, usiangukie vitu zingine. Jua mi nilikuja kufanya kazi, so long as sichapwi, napewa chakula, nafanya vitu zile zingine, mbona nishindanie kuchukua vitu za kando kando kule? Ni concentrate na chenye kinileta. Kama bwana ameniletea shida, nikatae na nimuonye. Kama asikii, ofisi iko. Yani unamtishia that anataka mtu mkali. Wacha nije nikuulize maswali hapo.
maswali. Kwa hivyo huwezi kuambia bibi yake juu ya hiyo maneno. Sasa unajua, acha nikuambie inakuanga shida. Hao watu wanapendana. Ukikaa huku unajuanga hao watu wanapendana Yeah. na hawana ile unyama ya wao wenyewe hawawezi setiana. Hao watu wanapendana, watakugeukia. Hata Ukimwambia bwanake anaweza kutamani ukuje uende uambie bibi yake. Ukimwambia inaweza kuwa kesi mara, ama kijana yake akukatie uende useme. Kuna wamama wengine ni wazuri, sawa, wataelewa. Kuna wengine lakini percentage kubwa ni ile ya haezi chukua mtoto wake akue makosa, na ukijua hiyo huwezi sema. Wewe unamtishianga tu, ile tu unamtishia, unamwambia nitakusema kwa mama, nitakusema, but wewe mwenyewe unajua siwezi enda kumwambia juu ukimwambia itakuwa story nyingine. na swali moja ingine ni muhimu sana hii, sababu hii swali ni nyinyi tu mnajua. Wale watu huendaga, sababu huenda wengine na kurudi nyumbani na kurudi tena, sababu ni contract. Ukimaliza msuri ama ikisindikana, sasa unakaa nyumbani. Hii ma contract wanaleta watu hata kama ni kazi tu. Ile mtindo wanao ya kusaidia sana sana, ama shida ikiingia ni gani? Sababu nasikia kama wengine hawaongei na wale wamempatia hiyo contract, wana ile mteja wake anapelekwa hapo, inakuagaje? Sababu hatujaelewa sawa kama wale tuko diaspora, especially wale wako Kenya, sababu najua sana sana Kenya hata simu hii namna hiyo. Sasa umeuliza, sasa mimi mwenyewe like mimi nikikuja kama Yeah. niliongea na mteja before nikuje, kama mimi si kuongea na yeye, unapatanga wengine hamjaongea. Kuna wengine huwa wanaongea, lakini kuna tuseme percentage kubwa ni ile hamuongei. Unaenda tu kupata mtu amjaiongea, huyo mtu aliongea na ofisi nini, mkasign anything, then we unakuja tu unapata mtu, so ni mtu ujuangi. Wengi wao hawakuangi wameongea na boss before wakuje. Kwa hivyo ndio shida inakuwaga mingi, sababu hakuna maongelesho juu ya wewe na yeye na mwenye kukuajiri, right? Yeah, lakini si unasoma tu kwa hiyo contract yako. Hiyo contract yako inakuanga imekuelezea tu, imekwambia yeye ni nani, tuseme kama ni nyumba ako na familia inakaje. Lakini wengine, acha nikwambie, wengine hudanganya about family. Wanakuandikia unapata eti wako 3 members, unakuja hapo unapata wako 10. So wengine hudanganya, hata hizo contract zingine hudanganya. Okay. Kwa vile sasa tuko na wengine wataingia, nataka tujipange kwa Jumamosi naingia, ndio kuwe umenitafutia hiyo mambo vizuri, sababu naona nimekuchukua kwa haraka na sisi kama Yeah. wadiaspora wote, na kwa vile tunalia kwa watu kutabika, hata pahali tuko, unajua Wakikuyu wetu, Kenyans wetu kama wewe Kikuyu tu, sisi tuko familia moja. Nataka Yeah. hii tukirudi Jumamosi tuone, utatuelezea kwa vile umeshukua mambo fulani, sababu iko na mambo, kila mtu ako na mambo tofauti, sababu nitaingia na watu wengine hapa show karibu kwa saa moja. Nikichukua break moja nitaingia na watu wengine, sababu wako tu tuongee, tuone hii radio ni ya diaspora. Kwa hivyo ndio nasema tuongee Kiswahili, sababu Wakenya wote sio Kikuyu. Kwa hivyo mimi sikatai Kiswahili, nataka tuongee Kiswahili, sio Kisungu, sababu Kisungu wengi waelewi sawasawa. Nataka tuongee Kiswahili, mtu wote anaelewa. Hii radio yetu ni diaspora kutoka Alabama, Birmingham. Nataka sasa uambie hii watu wanaingia ama wale watatoka na kurudi, uambie hii wasikizaji wetu wa radio yetu ya diaspora, Jungwa Diaspora Radio, uambie kitu ya mwisho, ndio nikupe nafasi kupumzika. Najua nimekuchukua haraka kwa kasi, ndio tukiingia next Saturday uwe umejipamba na maneno. Wambie kitu moja ya mwisho, ndio waelewe sana na wajue sisi tumeongea ama nyinyi mnaongea ukweli, sababu sasa nyinyi ndio mnaweza kupatia sisi ukweli. Nyinyi mko huko, sababu mtu akitoka huko aende nyumbani, saa ingine huwezi kuelewa naongea ukweli ama hapana.
ya na unajua tuko nyumba tofauti, so mtu anaongeanga experience kutoka place yenye yako. So chenye naweza waambia ni mtu akitoka Kenya, cha muhimu kabisa, jua chenye unaenda na chenye unaenda kutafuta. Unajua ni pesa, kama ni pesa na kazi, fanya kazi ulipwe, hivyo tu. Okay. Sasa Yeah. tutamalizia hapo. Nitamalizia kabla ya uende, nitakuambia useme bye, lakini nitawaelezea kidogo watazamaji wetu wa Facebook, sababu tuko na wengi na tuko na show yetu. Siku ingine tutaenda kuendelea, hii yote tutaikuwa tukiweka kwa YouTube, wale watachelewa wakaiona kwa YouTube, Jomwa Diaspora Television. Kwa hivyo watazamaji wetu, fans wetu wa Facebook, nafurahia kuwa na Miriam hapa. Umesikia maneno ya GAF na tutaendelea kusikia, sio tu kusikia ya Wakenya nyumbani, nataka kusikia wale wako nje. Wewe ukiwa nje huko na unataka kutoa ushuhuda kidogo, kutoa ushuhuda si kufanya, ni kutoa tu kusaidia mwenzako ule anaingia ama anatoka, ndio na situelewe tuko nje ya hiyo nchi huko. Na sisi tunasikia hii uchungu kuona ukitabika huku. Kwa hivyo tunataka kuwa tukiwa pamoja kila wakati na tuwe tukisikizana, ndio kitoka huku unasikia maneno ya wale wako huku. Sababu radio tuko nayo sasa imeanza kuingia kwa hewa. Hii radio yenu iko GAF, hii Jomwa Diaspora Radio inatabaa GAF, hata tutaingia na wengine GAF. Hii wote Mariam, ni asante sana kuwa na wewe, na nafikiri tutakuwa na wewe next Saturday, na kwa hivyo tutakuwa tukiingia kutoka saa 2 ya kwetu kila Saturday, sababu hii siku ingine saa ingine tutaweza kumweleza na saa ingine muone tumepotea, na lakini tukipata nafasi tutaingia, sababu radio ni yetu, na mimi nafurahia mashabiki yetu wananiunga mkono sana. Kwa hivyo nataka Miriam useme kitu ya mwisho kwa mashabiki wetu na uwakaribishe kwa redio yetu, na ukiwa na swali mtu akitaka kuuliza, saa ingine tutaweza kumpatia namba yako. Kuwa na YouTube, kuwa na kitu yoyote unaweza kujipatia kwa wenyeji wetu wa Kenya, kila pahali wako, utaweza kuwaambia, ndio nikupe nafasi ya kupumzika na mimi nichukue break kidogo, alafu nirudi na wengine wakapo wako tayari. Sawa, mimi kitu cha muhimu naweza kuambia ni Gulf ni kuzuri ukijua chenye kimekuleta. Gulf ni kubaya, that is ukiangukia mikono mibaya. Sitasema ukikosea juu labda unateswa juu hujakosea. So tujue, usisikize za watu, kuja ujionee. Gulf ni kuzuri through my experience. Na karibuni. Miriam ni mwanamke amefanya kazi hapa, ametuambia mambo mazuri na atazidi kututafutia mambo kile kinaharibika huko. Kwa hivyo mimi namwambia ni asante sana, na tutaonana wakati mwingine. Uwe na siku njema huko jioni, tutaonana. Mungu akubariki sana Miriam. Tuonane sana. Asante. Okay, thank you so much.